Afrika, bara lenye mifugo zaidi duniani, lakini bado linaendelea kuagiza maziwa kutoka nje. Hii inashangaza kidogo. Swali ni kwa nini? Katika nchi nyingi za Afrika, mahitaji ya maziwa yanaongezeka kwa kasi, yakichochewa na ongezeko la watu na ukuaji wa miji. Lakini uzalishaji wa ndani hauendani sambamba na uhitaji wa maziwa barani Afrika. Wafugaji wengi wanategemea mifugo yenye uzalishaji mdogo, wanakosa chakula bora cha mifugo na wanakabiliana na magonjwa pamoja na gharama kubwa za ufugaji wa kisasa. Na hata maziwa yanayozalishwa, miundombinu duni ya uhifadhi na usafirishaji husababisha asilimia kubwa ya maziwa haya kuharibika kabla hayajafika sokoni. Wakati huo huo, bei ya maziwa kutoka nje inaonekana kuwa nafuu kulinganisha na bei ya maziwa ya ndani, na wakati mwingine maziwa kutoka nje yanapata ruzuku. Hii inafanya bidhaa za ndani kushindwa kushindana. Chukulia mfano wa nchi kama Tanzania, nchi yenye zaidi ya ng'ombe milioni 30 na uzalishaji unaokadiriwa kufika zaidi ya lita bilioni 3 hadi bilioni 4 kwa mwaka. Lakini cha kushangaza, Tanzania bado inaagiza maziwa na bidhaa zake kutoka nje kwa gharama ya mabilioni ya shilingi kila mwaka. Na hii sio Tanzania peke yake. Hili ni janga la nchi nyingi barani Afrika. Chini ya 10% ya maziwa yote yanayozalishwa ndiyo yanayoingia viwandani. Miundombinu ya kusindika bado ni midogo, teknolojia bado ni duni, na wakati mwingine walaji wanaamini kuwa bidhaa za nje ni bora kuliko za ndani. Sekta ya maziwa Afrika inaweza kuwa chanzo kikubwa cha ajira, mapato na ukuaji wa uchumi. Kwa uwekezaji sahihi katika ufugaji wa kisasa, viwanda vya kusindika na miundombinu ya baridi na usafirishaji, Afrika inaweza kujitosheleza kwa maziwa na hata kuwa muuzaji mkubwa wa maziwa duniani kote. Swali sio kama Afrika itaweza. Swali ni lini itaamua kuboresha sekta hii?